Samahani kaka. Bila samahani. Mimi ni mgeni katika mtaa huu. Unaweza kumfahamu Mzee Shabani? Mzee Shabani? Wala Mzee Shabani ni nani? Wewe tu nielekeze mambo mengine tafahamu baadaye. Ndio nimekuuliza sasa kama Mzee Shabani unamfuta ni nani yako? Wewe tu nielekeze. Tafahamu baadaye. Jesus. Okay. Dada. Shuka hivi. Naona hii njia takushusha moja kwa moja mpaka kwa utaona mtu wa ngazi ambao ni mrefu zaidi ya miti mingine. Hapo ndo kwake. Haya, asante. Ba, Mungu wangu. Nimekutana na jini mchana kweupe kabisa kabisa. Yesu ni nani? Kumfahamu Mzee Shabani?
We kaka. Nini dada yangu? Na tatizo gani? Hakuna, mimi naondoka. Basi nenda salama, Mungu akutangulie. We binti. We binti. Deshem. Niambie. Mbona unaniita ghafla? Yule pasta ana nguvu ujue. Ina maana umesahau jinsi Malikia alivyotufunza. Unanishangaza kweli. Sijasahau. Ila ujue ule pasta ana nguvu kinoma sana. Hata hivyo bana. Kweli dada. Asingekuwa kijana mmoja alikuja kunisaidia.
Singetoboa na kuambia. Aha, kumbe koma kabisa. Kwa nini ulienda bila kunishirikisha? We acha tu. Lile lipasta na tamani nilinyoshe mpaka lijutie kuzaliwa. Hutoweza. Tulia kwanza, uongeze nguvu. Leta mikono nikuoneshe. Kuna mtu anakuja. Kaka, mambo? Poa. Samahani kidogo. Bila samahani. Unaweza kuja kidogo? Kama vile kuna sehemu nishawahi kukuona. Ya. Hajakosea. Ni mimi niliye kuchukua kipindi kile ulivyokuwa umezimia. Sasa hivi unajisikiaje? Niko poa. Nichukue nafasi hii nikushukuru. Maana asingekuwa wewe, sijui ningekuaje. Usiwaze sister. Binadamu kawaida kusaidiana. Nami kama binadamu lazima nikushukuru. Kwani wewe ni kijana mwema. Kwani kukusaidia ndio naonesha kama ni mtu mwema kweli? Dada, acha shobo. Kawaida bana. Acheni ugomvi. Tena mimi naenda. Siku njema. Haya kwako pia. Wewe nenda bwana. Wewe tena umenifuata hadi huku. Leo utakiona cha mtema kuni. Utajua ya kuwa Mungu wa mbinguni yeye si kama wanadamu wala si kama ninyi majini. Utajua leo nguvu za Mungu na nguvu za uchawi mnaoutumia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na amini ukombozi na nguvu zako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Ninajua ya kwamba Bwana, kila kitu ambacho maandiko yako yanasema Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kuwa wewe hautakubali mbaya vitufikie sisi waja wako. Na maandiko yako yanasema Bwana, katika jina la Yesu, ya kwamba wale tunaopigana si nyama na damu za giza. Na Yesu Kristo, ili Mungu juu ya miungu yote uweze kuwa mbaya na wewe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaita nguvu zako kutoka mbinguni, ninaita fire, ninaita Uchunge vizuri dadako. Ona kinachokuta sasa. Samahani Marikia. Hakuna mambo ya msamaha kwa ulichokifanya. Lazima ulipie. Ndiyo, nimekosea. Naomba unisamehe, sitarudia. Hakikisha binti yangu namtunza vizuri. La sivyo utaona upande wangu wa pili. Lakini Marikia, nimejaribu, nimeshindwa. Tega mikono nikuongezee nguvu. Asante sana Malikia.
Wewe tena? Mimi tena nini? Unajiona bwana misaada eh? Kwa nini nimefanya nini tena? Nipisha kwanza mimi tena. Mshushe kwanza hapo. Kwani huyo unamjua? Ni rafiki yangu. Nimemkuta amezidiwa, nikasema wacha nimsaidie. Kielele chako kitakuponza. Si unajifanya bwana misaada. Kwani nimefanya nini lakini? Acha nikunyoshe. Ndo utajua kwamba haujui. Utanifanya nini sasa? Na nitisha nini? Nashukuru kwa ukombozi wako Bwana ulio bora juu ya maisha yangu. Bana, vipi? Unajisikiaje? Safi. Pole sana ndugu yangu. Haya ndiyo mapito katika njia ya kwenda mbinguni. Vipi? Kwani nimekuaje? Kuhusu nini? Mimi ndo niliyekuwa nimekubeba ukiwa umezimia. Imekuaje nikajikuta hapa? Mungu amefanya kazi yake. Basi simama, tuondoke.
Matata Milongwe. 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 Vua viatu, wakuwa sisiriki. Kapa. Matata. Naona matatizo makuu. Kuna mabinti wawili wanakufuatia ambao ni mizimu wa kizazi cha nyoka. Uliyafanya nini kijana? Ndio mzee, lakini sikuwafanya chochote. Sasa kijana, inabidi utoe sadaka ya damu ili mizimu siendelee kukufuatilia. Unanisikia? Unanielewa? Sadaka ya damu? Ndio. Damu ya nini mzee? Mizimu inataka kichwa cha binti wa jinsia mbili. Jinsia mbili? Yes, of course. Sasa nitampata vipi huyo binti? Na nitamfahamu vipi? Kijana, wewe nenda. Utajua mbinu utayotumia. Sasa unanisaidiaje mzee? Shut up. Mzee ni babako. Samahani mganga. Sasa kijana, umeyakanyaga. Hivyo basi sasa. Mizimu imesirika. Usipotimiza matakwa ya mizimu, baada ya masaa 72 utakufa, utageuzwa mzimu. Nakufa mimi jamani. Weka hapa sadaka. Toka. Kwa najifanya mjuaji na kuchunguza watu. Nina haki ya kuchunguza kila kitu duniani na kuzimu. Unasemaje? Bwana umesikia? We mzee unajeuli? Nyewa binti wa kizazi cha nyoka. Mzee Shabani mnamjua au mnamfahamu? Wewe ndiye uletuleta hapa. Tunakujua.
Wewe endelea tu. Kielele chako kitakuponza. Huyu mzee anastahili adhabu kubwa sana. Huyu binti anataka kufanya nini? Si nilimkataza kushambulia watu ovyo ovyo. Angalia sasa. Adia! Alafu binti yangu, na siku nyingine ukiwa umejiandaa kwa vita, huwa unajipanga kwanza. Malikia, lile lipasta lina nguvu nyingi. Nafikiri wewe mwenyewe umeshuhudia. Sio kivile bwana. Kweli Malikia, tumeshindwa jinsi ya kumdhibiti. Adia. Wewe nimekununua kwa bei kubwa sana. Inabidi nifanyie kazi kadri ninavyotaka mimi. Wewe nenda, utafanya nitakavyokuongoza. Asante sana Malikia, nitafuata maagizo yako. Na wewe unajua kazi niliyokupea. Hakikisha huo kijana unamzuia. Asante Malikia. Dada hii. Dada samahani. Uko sawa? Ndio. Mimi naona wewe ni mgeni katika mtaa wetu huu. Ndio, mimi ni mgeni. Nimekuja kumsalimisha ndugu yangu. Safi kabisa. Wewe ndiwe binti wa mzee Majuto wale mliohamia mjini zamani? Ndio. Okay.
Sasa hiyo zamani umeenda ukiwa mdogo sana, sasa naona leo umekuwa mrembo zaidi, yani nakosa jinsi ya kuaje kabisa ya kusema. Acha bwana. Usiseme hivi. Yaani wewe mrembo dada. Kawaida. Kawaida? Amna, sio kawaida bwana. Ni kawaida. Unajua katika maisha kuna bahati zingine ambazo zinakuja ghafla. Sasa mimi kama mimi sijui kwanza kama mimi mnanifahamu au mmenitambua. Sikufahamu. Huyu mzee wa hapa chini, mzee Tomaso unamfahamu? Mzee Tomaso babake naye alikuwa anaishi mjini, ambaye ni babu yangu. Sasa tukahamia huko. Sijui kama unamfahamu mzee Tomaso? Ndio, unaweza kuwa usimfahamu, ndio sababu mlienda huko mjini mkiwa wadogo sana. Sasa sijui kama ninaweza kuomba kitu dada. Yeah, niombe. Nilikuwa nahitaji kama utaweza nipea namba ya simu ili wakati nitakuja huko mjini, sababu nina mpango wa kuja huko mjini, ili nikutafute tuwe tukiwasiliana. Kama sio mbaya, naweza nipea. Sina simu. Una simu? Hapana. Binti wa namna hii kabisa. Simu yangu iliharibika. Acha tu ukose simu. Binti mzuri hivi akose simu. Kuna kitu maalum kabisa nataka nikuombe unisaidie kabisa. Sijui kama naweza nisaidia. Hamna shida. Basi sijui kama tunaweza kaa pale tuweze kuzungumza. Okay. Sawa. Asante. Kijana. Unaongea na mimi au unaongea na mtu mwingine? Naongea na wewe. Una shida gani? Kwani wewe ni nani? Unaniongelesha ukiwa wapi? Tulia kijana. Nenda kwa mtumishi wangu Fabrice, atakusaidia. Dada, kiukweli katika maisha kuna vitu vinakufikia ghafla na unakosa kuvicontrol. Kiukweli kabisa nilivyokuona tu, sijui niseme nini, ila kuna kitu fulani moyo wangu umeniambia. Mimi ni kijana mcha Mungu na umri wangu unaniruhusu kuoa. Nahitaji mwanamke mzuri wa kuoa
Mimi sijui nianzie wapi kwa kuongea ama kwa kusema. Kiukweli nimetokea kukupenda. Natamani uwe mwanamke wa ndoto zangu, uwe mwanamke wa maisha yangu. Yaani tuzae watoto tukajaze dunia kama vile maandiko matakatifu ya Mungu yanavyosema. Unajua neno la Mungu linatuwazia vyema. Hata maandiko yake yanasema katika Yeremia mstari wa 29, shahiri ya 29 mstari wa 11, inasema hivi kwamba maana ninajua mawazo ninayowawazia kuwa ni mawazo mema, na katika hayo mawazo mema nimetokea kuona mawazo ya Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Na mawazo ya Mungu kwangu, nimeona na wewe kabisa unaweza kufaa katika mawazo ya Mungu. Kwa kuwa nilipokuona tu nimesema hapa Mungu anajibu maombi. Kama utaniruhusu ama utaruhusu moyo wangu ukae kwako, nitafurahi. Mimi kabisa nakuomba basi ukubali penzi langu. Naomba unipokee basi, kwa sababu usipolipokea penzi langu basi nahisi kuwa mtu ambaye asiyekuwa na maana, mtu ambaye asiyekuwa na bahati kabisa maishani. Nimetembea mtaani kote huko, ila sikuwahi kuona binti mrembo kama wewe. Aki, nakwambia ukweli. Kaka samahani, na pole kwa nimepiga mstari mingi, ila ningejua kama ina boyfriend usingejiumiza kiasi hicho. Ndio dada, umeniambia kuwa una boyfriend. Ndio kabisa, na inaeleweka, kwa sababu binti mrembo kama wewe huwezi kukaa hivi na una mtu. Ila mimi nikubalie, mimi siko wale wanaume ambao mnakutana mnaongea kitu kisha kitu hicho kinabaki huko. Mimi ukinikubalia hata kesho natoa mahali tunafanya harusi moja. Mimi siko wale wanaume ambao wanaojidanganyishia. Nakuomba, na kukupenda kwangu usione vibaya. Nimekupenda kama vile wanadamu wengine wanavyopenda, na isitoshe wewe ni mtu mzuri kabisa anayemvutia kila mtu. Hata Mungu mwenyewe ndiye alianzisha hili swala katika bustani ya Edeni. Akaona mwanaume anamaliza miaka kadhaa hacheki, aongei, afanye chochote. Mungu akasema huyu mwanaume anastahili nimpe liua. Na Mungu huyo alipomletea Eva, Adamu akaanza tabasamu. Na mimi nilipokuona nimesikia tabasamu na niingia rohoni. Basi nakuomba basi fanya neno la Mungu kwangu. Kiukweli dada, mimi nakupenda na nina malengo na wewe. Nakuomba sana, nakuomba na moyo wangu wote. Sawa, tafikiria kama nitakuwa hilo liua ama Eva tukifika huko Edeni. Sawa, basi nitashukuru. Uwe na mafikiri mema.
Kaka vipi? Hawa ni nyoka? Nyoka? Mimi sioni kitu. Nilikuwa naenda kwa rafiki yangu, alafu ghafla nikakutana na nyoka, lakini nashangaa sioni. Sasa ulikuwa unaenda kwa rafiki yako kufanya nini? Nilikuwa naenda Sisemu unakoenda. kumtembelea tu. Axel, ondoka hapo pesi. Dada, mimi naenda, tutaonana baadaye. Nikusindikize sasa? Hapana, wewe nenda tu. Okay. Take care. Wacha bana, wacha nivae. Mimba itanichoma. Wacha nivae, mimba itanichoma. Wacha. Bey. Uko wapi? Yesu! Jina la Yesu. Jina la Yesu.
Kuna mtu nimemwandaa. Naenda kakutane naye. Yule sio Fabrice? Acha nimngojee hapa. Bro. Vipi? Sio sawa kaka. Sio sawa kivipi? Ina matatizo mengi. Pole sana kijana. Asante. Usisumbuke. Nimepata ujumbe wako. Ujumbe? Yes. Ujumbe gani? Tutafute sehemu tuongee. Ona sasa kazi niliyokutuma. Inataka kushinda. Aja. Be careful. Hapana Malikia, sijashindwa. Kuna kamtego fulani nimekatega. Sababu yule kijana ameshanipenda tayari. Ameshakupenda? Aja. Ukuwe makini. Lakini mama, kwa nini huyo kijana mnamfuatilia kiasi hicho? Mbona sio mtu mbaya? Unajua jinsi alivyonisaidia. Kelele! Nitakuchapa. Wewe mtoto usina adabu. Na wewe, kwa nini ulishindwa kumzuia? Hapana Malikia, bado sijashindwa. Nilimwona Dadiani anakuja, nikafikiria anakuja kunisaidia. Nikaamua kutoka mara moja. Kwa hiyo nikaamua kumwachia yeye kazi. Ala? Kwa nini mko hivyo? Malikia, niachie kazi hii. Nitaifanya bila msaada wowote. Nakutegemea. Asante Malikia. Jan, sitaki nikuone tena kwenye mission yoyote duniani. Sababu hivyo viuruma vyako vitakuponza. Lakini nini? Kimya.
katika maisha ukimwacha Mungu kidogo tu, Kweli. maisha yako anaanza kuyumba yumba, naenda huku na kule. Hata mgeni wangu. Unajua vizuri huyu? Ndio, ni mgeni wangu sasa. Sema wewe nenda tu, mambo mengine tutazungumza baadaye. Sawa sawa. Okay. Karibu tukae hapa, mimi niko hapa. Basi mimi nashukuru sana kwa mkubali. Kama wewe. Ndio maana natoa shukrani za dhati kabisa. Usijali baby, hata na mimi nakupenda. Kwa sababu wewe ni handsome boy. Kweli? Yeah. Unajua mimi ni mwanaume mwenye bahati sana duniani. Na katika mizunguko yangu kweli hakika nilikuwa sijawahi kumuona mwanamke mzuri kama wewe. Yaani siwezi kuchoka na kupenda sana, na niko tayari kugharamia gharama yoyote. Hata mbuzi wanashuhudia kwa nakupenda sana mpenzi. Yeah. Unajua mimi nitagharamia gharama yote ambayo itatakiwa ili ni uweze kuwa mke wangu halali. Nikisema kugharamia si kwa sababu najidanganya, hapana. Unajua katika vitu ambavyo Mungu ameviumba, akaumba maua, sijui akaumba na vitu ambavyo vinavyong'aa, na katika vingaavyo Mungu alivyoviumba akakuumba na wewe. Hakika bei, nakupenda sana na natumaini penzi letu likadumu sana kama vile Adamu na Hawa walivyodumu miaka mingi. Na kiukweli sina maneno mengi ambayo yanaweza kueleza ni jinsi gani ninavyokupenda. Kweli babe, wewe ni mmoja wa vitu ambavyo vinavyoniongezea furaha katika maisha.
ni yeye au nimemfananisha? Acha nisubiri. Kaka vipi? Unataka kukimbizwa na nini? Mimi naenda nyumbani. Cheka mama, usijizuie. Cheka kweli. Ndio. Mbe. Nikwambie kitu. Niambie. Usikie kile. Hapana, sisikii. Huyo kijana ana mission. Mungu amenituma kwake. Sasa hii hali, katika hizi hali ambazo sioni sawa, tuone tumsaidie. Subiri kwanza kidogo. Subiri nini? Mungu kwanza tuongee. Aone masumbufu ya mwenzio. Baby mwache. Nitamwacha kivipi lakini? Ule mwache tu aende. Mwache tena kivipi lakini? Haupeni kutoa msaada kwa mtu mwingine lakini. Baby usiende. Baki hapa tuongee. Kwa nini Beni siende? Twende tumsaidie mpenzi. Hapana. Twende lakini. Basi twende nyumbani. Nyumbani sana tena. Hapo na kwa nini unakubali? Unakimbia. Njoo usiogope. Kaka vipi? Una tatizo gani, mbona unakimbia namna hii? Wewe acha tu. Unajua nakimbizwa na nyoka mkubwa sana. Tena nyoka? Wewe acha tu. Sasa wewe kila siku unakimbizwa na nyoka. Na nyoka huyo yuko wapi? Kweli dada. Kwanza nikuulize. Ule mwanamke ni nani yako? Mwanamke yupi? Usiwaze sister. Binadamu kawaida kusaidiana. Nami kama binadamu lazima nikushukuru.
kwani wewe ni kijana mwema. Kwani kukusaidia ndio naonesha kama ni mtu mwema kweli? Dada, acha shobo. Kawaida bana. Acheni ugomvi. Tena mimi naenda. Siku njema. Haya kwako pia. Wewe nenda bwana. Kumbe ndio yule. Yule ni rafiki yangu tu wa kawaida. Rafiki yako? Ndiyo. Rafiki jini? Yule sio jini. Ni binadamu tu wa kawaida. Hapana. Sio kweli. Alafu acha niende nyumbani. Utazidi. Acha nikusindikize. Nisindikize? Sawa. Yule dada yule. Hapana, sio yeye. Ni yeye. Sawa basi. Unajua mpenzi, tumetoka huko ghafla hatujaongea chochote. Ndio. Unajua nilivyokuona tu nilikumbuka yule mpango tulioupanga. Unajua hivi ni siku nyingi tunapendana. Na katika mapenzi yetu nimekwambia kama nahitaji kuoa na vigezo vyote vya kuwa na mwanamke ninavyo. Sasa unajua nimekwambia hapo awali kuwa ninahitaji mwanamke. Sasa kwa hiyo nahitaji kabisa tupange siku maalum ya mimi na wewe kufanya harusi. Uwe mke wangu halali na mimi niwe mume wako halali. Kwa kuwa nakupenda kweli. Natamani uje ndani ya maisha yangu. Ila Fabrice, achana na huyo binti. Nenda nyumbani, nina mazungumzo na wewe ya siri. Bei, wacha nikuache niende. Mambo mengine tutazungumza baadaye. Baby, mbona ghafla? Nitakwambia. Wacha niende nyumbani kwanza. Mambo mengine tutapanga siku nyingine. Baby, ni chumu kwanza. Wewe kuchumu tena? Ni chumu. Anaogopa bana. Mimi naogopa. Please. Ni chumu. Nimesubiri.
Aja, kwa nini nataka kupoteza dira? Hapana Malikia, Unamdanganya nani? siwezi nikakudanganya Malikia wangu. Acha nije ndo unieleze vizuri. Aja, kwa hiyo nataka kucheza na hadithi yangu, si ndio? Malikia, samahani. Samahani ya nini? Nimejikuta nimempenda, ndio maana nimeshindwa kumshambulia. Unaona sasa mambo yako. Nataka nikuadhibu mpaka ujutie maisha yako. Na katika hayo masaa 48 ndiyo yanabaki. Mungu wangu nisaidie. Pole sana mpenzi. Ulikuwa umeandamwa na jini? Ndio mpenzi. Sasa ulikuwa bado hujaona kuwa yeye ni jini? Sikumwona kama ni jini. Amenikuta hapa na jikalia zangu akaanza kunitumbukea. Pole sana mpenzi wangu. Ila kitu ujue, Mungu ni mwaminifu milele. Kila vita yoyote lazima aipigane kama Mungu. Lakini mpenzi, kuna kitu nataka kukwambia. Kitu nataka niambia? Ndio. Kitu gani hiko? Mpenzi, mimi niambie, unaogopa nini? Mimi
tatizo gani wewe? Una tatizo gani? Mbona sikuelewi? Ongea basi. Shida gani? Una tatizo gani? Mbona sikuelewi? Hamna mpenzi. Hamna na ile hali yako naona unatetemeka. Hamna. Si uniambie basi ulichotaka kuniambia. Hamna, nitakwambia baadaye. Acha kwanza mimi niende. Uende tena? Ndio, mimi naenda. Basi nikusindikize. Mungu wangu, hiki ni nini? Mbona sielewi? Lakini Faba, usipoona vizuri, umependa jini. Na usipoangalia vizuri, utapata tabu kabisa. Jini? Ya, jini. Kwanza demu yupi unayemzungumzia? Unaona ule demu aliyetukuta ile sehemu. Unasema ule cheupe wangu? Ya, ule. Asa wao ule akawa jini aje tu. Kaka wewe hujui. Unajua watu wa kijijini ukishaona demu mzuri, hakuna kitu kingine wanachokifikiria tu. Ni jini. Nataka nikwambie kitu. Una maana huyu mama mmoja hivi, huyu mnene hivi, huyu mama mwekunda hapa. Yes. Sawa. Unaona kibena huyu? Yeah. Wewe mtoto sasa ni shangazi yake. Sasa unaniambia ni jini vipi? Na ile hali yakuwa ni jirani. Ndio. Na kuna kitu ambacho hujui. Unajua baba yake wamehamia mjini baba, na mimi hapa punde kidogo tu utanikuta huko mjini. Bro. Unajua kama nakwambia hivi. Kwamba mimi najua kitu kilichonikuta. Kitu gani hiko? Kitu gani? Mbona ni uoga wako tu kila siku unakuwa muoga? Mimi nimependa bana, nimemuelewa yule binti. Ushapenda? Yes. Lakini Faba, unajua wanasema kwamba macho apendayo haoni, na masikio apendayo hasikii. Wacha wewe. Yaani unataka kuniambia kwa mimi ni kipofu? Mimi ni kiziwi? Amna. Bro, sema, unajua mimi ni mtu wa Mungu. Na mtu wa Mungu ana haki zake zote za kupenda mtu anayemtaka. Sasa kitu nikwambie, watu hapa mtaani kwetu kijijini hawajasirimuka. Unajua mimi nimezaliwa mjini, japokuwa tunaishi hapa kijijini, kuna vitu fulani angalau tunajua. Na au umeshampenda na wewe unapenda uni? Mimi?
Brother, unajua na kuheshimu sana, na nikisema na kuheshimu namaanisha. Mimi siwezi kuingilia kwenye penzi lako, kwa kuwa nimekukalisha hapa ili tuongee hivi. Ni kwamba naona unapoelekea sio pazuri. Leo kabisa. Karibu, mimi niko naandaa vitu hapa. Tena mimi nachoka sana. Unachoka? Mimi naona natoka shambani. Ila bro, unakuja muda mwafaka kabisa. Kweli? Ndio. Unajua kuna jambo ulitaka kuniambia siku ile, ghafla ikashindikana. Ndio. Na nina mambo mengi leo nataka tuongee. Mambo mengi? Basi niko hapa, niambie. Unajua hiyo siku nilikuwa nimetumwa kwako. Tulia kijana. Nenda kwa mtumishi wangu Fabrice, atakusaidia. Katika maisha ukimwacha Mungu kidogo tu, kweli maisha yako anaanza kuyumba yumba, naenda huku na kule. Hata mgeni wangu. Vizuri yule. Ndio, ni mgeni wangu sasa. Sema wewe nenda tu, mambo mengine tutazungumza baadaye. Sawa. Okay. Sasa ikashindikana jinsi gani ya kuongea. Na leo nilipokuwa shambani, nimepata sijui niseme ni ndoto ama maono. Unajua kaka, kuna vitu na mimi siku sivielewi. Kuna mauzauza fulani hivi yanaanza kunitokea. Unajua na mimi juzi nimepata maono. Na katika maono yale nikapata yule mpenzi wangu akiwa na mama moja hivi. Sasa nikaona yule mama namkemea. Katika maono hayo, sasa mimi nilipowaendea yule mama nikaona ananiogopa. Sasa aliponiogopa, mimi nikapaza sauti kwa maombi. Nikaomba Mungu kabisa kwa roho na kweli. Nikaomba kabisa kwa roho. Yule mama akapotea mara moja. Na alipopotea, yule binti akabaki pale. Ai binti nikajaribu kumhoji, sasa wewe namna gani unahojiana na majini? Sasa nilipojaribu kumhoji yule mwanamke, akajaribu kuniambia, yule ambaye ni mpenzi wangu, akajaribu kuniambia vitu ambavyo sivielewi. Na nilipomuuliza kwamba yule ni nani, aliniambia Amna, nitakwambia baadaye. Acha kwanza mimi niende. Uende tena? Ndio, mimi naenda. Basi nikusindikize.
kumbe alikataa usimsindikize. Sasa tunasikia kakitu hapo. Unajua kaka, wacha nianze maombi ya mfululizo, kwa sababu tangu nikutane na yule mwanamke maombi kabisa yamekoma sana. Hivi siombi kama hawa, najikuta nguvu za Mungu zinaenda zinasononeka ndani mwangu, zinaenda zinaniishia. Hata maombi ya usiku siombi kama ilivyokuwa mwanzo. Hapa yafaa nifanye jambo. Kumbe inabidi waamke kweli. Na unajua wewe ndio tegemezi letu hapa kijijini. Hivi hii kazi tutaiweza kweli? Mbona kila tunapotaka kumaliza ghafla vizuizi vinaingilia kati? Na kwa nini mama anashinda kupambana mwenyewe na kuamua kututumia sisi? Au naye hawezi kupambana? Sawa, tutajua tu. Teshema. Sasa ndugu zangu, kilichosababisha na waita hapa, mnajua kwamba nimeshakatazwa kumfuatilia yule kijana. Nimewaita ili tujifunze namna ya kumwangamiza. Oh, safi. Ila Adia ndiye aliyepatiwa hiyo kazi. Atambia nafikia wapi? Fine. Adia, tuambie unafikia wapi? Jameni, tulieni. Mi kiboko bwana, silinganishwi. Dili inakaribia kuisha. Niacheni, nitajua la kufanya. Sawa. Ila uwe makini sana, sababu unaanza niweka mashakani. Hawa wapuuzi hawajui jinsi gani ninavyompenda. Bora nife, siwezi kumwangamiza. We, vipi? We unawaza nini, mbona usemi chochote? Hamna. Ndio twende. Vipi, mbona husemi? Au haujanisikia? Hamna. Nafikiria namna gani ya kumwangamiza. Sawa. Ila sasa jamani, na mimi nimepewa mtihani mkubwa. Yule kijana nimeshindwa jinsi ya kumpeleka nyumbani. Lakini jamani, mimi sioni ubaya wa ule kijana kwa kweli. We, unasahau jinsi alivyokuambia mama yako?
Kwanza wewe haukutakiwa kuwa hapa. Ningepasha kuwa wapi sasa? Tarade kwa mama yako. Acheni hivyo jamani, tudili na kilichotuleta hapa duniani. Sasa yule kijana anakuja. Kijana yupi? Huyu hapa. Huyo niachieni, nikuonyeshe kazi jinsi inavyofanya. Kwenda huko bwana. Umeshindwa kudhibiti binadamu wa kawaida. Utawezana na binadamu mwenye nguvu za Mungu? Sawa, tutaona. Mpenzi, mbona hivyo? Hamna. Kawaida tu. Kwanza niambie, wewe uliniambia kuwa wewe ni mtoto wa nani vile? Sasa umesahau kama nishakwambia. Mimi ni mtoto wa Venanti, kaka yake na Kibena. Okay. Calm down. Tuongee kwanza. Kwani vipi? Mbona umekuwa hivyo? Kawaida. Na kwa nini ubadilishi nguo? Mbona leo amekuja mkali? Ni kwa nini? Au ameshanitambua kuwa mimi ni nani? Wao sema. Sorry, ulikuwa unasemaje? Ulikuwa unasemaje? Umesahau sasa hivi. Nimekuuliza kwa nini umbadilishi nguo? Ili hali ya kuwa mimi nakujua wewe ni mtoto wa mjini na baba yako ninamfahamu vizuri, ni tajiri mkubwa huko mjini. Naipenda sana hii nguo. Ndio maana tunabadilisha. Wacha kunidanganya please. Nakuomba. Anyway. Twende kwa shangazi yako. Nishindikize. Ninaenda huko, nina mazungumzo naye. Kwa shangazi yangu? Yes. Hapana, usiende. Kwa nini nisiende? Kwa sababu hayupo. Yupo. Mimi nimeshazungumza naye, ndio maana ninaenda huko. Mbona tumeshaongea naye kwenye simu? Akaniambia yupo nyumbani. Sasa iweje unaniambia hayupo nyumbani? Kwenye simu? Yes. Mmeongea nini? Sasa mbona unitia mashaka lakini? Shida gani inayokuja nikikwambia twende kwa shangazi yako? Una shida gani? Hamna, mimi niko sawa. Uko sawa? Wewe mwanamke unaenda kufika mwisho wako. Wewe nichezee drama vizuri. Safi. Kama hakuna shida, twende. Tutaenda siku nyingine. Na sijui kwa nini unang'ang'ania kwenda kwa shangazi. Sio kung'ang'ana bana. Akisikia nimeanza mahusiano na wanaume wa huko, atanipiga. Hivyo ndivyo unapofikiria?
Okay. Ndo hivyo tu, kama unanipenda, nenda mwenyewe. Tutaenda wote siku nyingine. Sasa mbona nilikuwa najua watoto wa mjini hamnaga haya. Sasa hiyo haya wewe umetokea wapi? Anyway, sawa. Wacha mimi niende. Tutawasiliana. Ila uwe makini. Sawa. Arkara. 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 Be mkuu. Hivi wewe unajua kazi yako kweli? Nimekutuma kulala huko. Kuja tukutane pembezoni mwa mto. Nina mazungumzo na wewe. Sawa mkuu, nakuja. Nimefika mkuu. Arkara, unachokifanya nini? Unajua jinsi gani unavyonikasirisha. Hapana mkuu. Huyo kijana ana nguvu nyingi sana. Nguvu gani hizo? Una nguvu? Mkuu, kumbuka tuna nguvu za kupambana na binadamu wa kawaida. Ila yule kijana sio mtu wa kawaida. Sasa sikia, huyo kijana Axel tayari nimeshamchukua. Fanya angalisho. Hii kazi ukiona inakushinda, utateketea na msukule wako wote. Sawa mkuu, nitajaribu. Haya, potea. Kaka samahani. Bila samahani. Kaka jambo. Si jambo. Vipi? Safi. Samahani kaka, naweza kuuliza swali? Bila shaka uliza. Wapi nitapata chakula hapa? Maana hapa nilipo nina njaa. Tangu juzi sijala. Inaonekana wewe ni mgeni katika kijiji hiki. Ndiyo, mimi ni mgeni. Sasa una hela ama huna? Ndiyo, nina hela. Una hela. Sawa. Okay. Sasa hapa chini hivi kuna mahali wanapopikia chakula. Ndiyo. Sasa utashuka hivi utapaona. Ndiyo, asante. Sijui tunaweza peana mkono. Kaka niachie. Sitakuacha mpaka uniambie nani aliyekutuma kunijaribu mimi. Niache. Sikuachi. Jamani, tumefika mwisho, tunaenda kuangamia. Kivipi? Unamaanisha nini? Jana nimekutana na yule mtumishi wa Mungu. Alichonifanyia sio poa. Kwamba kabisa? Nani aliyekupa mamlaka ya kukabiliana naye? Na wewe mbona hausemi?
Nyie acha tu. Nini, mbona haueleweki? Yule kaka shanitambua tayari. Makubwa kweli. Aha, ni hatari kweli. Yule kijana ni mtumishi wa Mungu kweli kweli, nimeogopa sana. Acha niende alipo, nitajua cha kufanya. Utaenda vipi sasa? Nitaenda kama kawaida yangu. Umesahau kama amesha kukagua na hiyo nguo yako ya kila siku? Kweli nimekumbuka. Wacha ni change ndo niende. Nisikilize we binti, na utege sikio vizuri. Sahau ya kuwa nimewahi kuwa mpenzi wako. Na kwanza niambie, nani aliyekuelekeza hapa nyumbani kwangu? Unajua jinsi gani wewe unavyonitesa? Lakini nini? Ondoka hapa kabla sijakufanya kitu kibaya. Sasa mpenzi, ulisema kama tutazaa watoto. Hatuzai tena. Unajua nini? Hatuzai tena. Tulisema kama tutajaza dunia. Hiyo dunia hatutoijaza. Ondoka hapa upesi. Acha tu niende. Nenda huko. Nenda. Shetani mkubwa. Pazuri kweli, sikia kaka upepo. Lakini kule kwetu ni giza giza tu. Lakini dada, mimi nakufa kweli. Unakufa na nini? Nilienda kwa ule kaka, amenitumbua kama mtu asinifahamu sehemu yoyote. Unajua dada, ni kweli. Hakuna hata siku moja nguvu za Mungu zitachangana na uchawi tunaotumia. Kweli kabisa. Sijui Malkia atasema nini juu yetu, hasa mimi. We acha tu, sio we peke yako. Hata mimi sijui atanifanya nini, kwa sababu yule kaka ameshapotea. Simuoni kwenye anga zangu. Ushamtafuta sehemu yoyote? Ndiyo, lakini simpati. Pole sana dada.
Nilisema tufarijiane kwa sababu na mimi naelekea huko unakoenda. Kijana wangu, mbona kama umeishiwa nguvu? Usikate tamaa, kila kitu kitakuwa sawa.